Kwa majina naitwa Yusufu Ali Malukuta, ni mwanafunzi kutoka fani ya magari. Tumejifunza mengi sana kupitia fani yetu ya magari, na niko hapa mbele kwa kuweza kukielezea hichi kifaa kwa uchache kupitia hayo mengi tuliyojifunza. Tukianza, hichi kifaa kinaitwa wheel alignment, na kazi ya hichi kifaa kipo kwa ajili ya kurekebisha kwenye upande wa matairi. Na kwenye upande wa matairi hichi kinahusika vipi? Ikiwa hiyo gari lako linakuonesha dalili zifuatazo, itakuwa inahitaji kutumia hichi kifaa kwa kuweza kuondoa hilo tatizo. Dalili ya kwanza, ukiona unaendesha gari lako inavuta upande, hakika nione mimi fundi, ujue inahitaji hichi kifaa. Dalili ya pili, ukiona gari yako inakula upande, tairi linakula upande, yani linaisha upande mmoja, basi haraka sana nione mimi fundi, kujua hichi kifaa kinahitajika. Kutoka mara ya tuko kwenye utendaji kazi wa hichi kifaa. Hichi kifaa, hebu ninyanyulie hichi kifaa chako. Unaweza kufikiri kepesi sana. Mafundi hao sito sana. Hatuwezi kuelezeka. Kina alama hapa hivi. Sio kwamba ni alama tu zipo, hapana, zimekusudiwa kwa ajili ya kutibu hilo tatizo. Ukionyesha meza kuu, onyesha meza kuu kwa mzazi. Tugeuke. Na alama ninazozungumzia mimi ni hizi hapa. Hazijaweka kama mapambo, hapana. Tuko kwenye utendaji kazi. Sawa. Hauwezi kumtumia yule peke yake basi ya kutokuwa huyu. Mfano wake hata kwenye familia kuna baba na mama. Sawa hapa sasa. Hayo ndio. Ndio natoka wapi sielewi. Basi njoo hapa utapata na mapigo yenyewe sisi sasa. Piga. Hebu nisikie hili vifaa. Ile tairi lako likionyesha dalili ya kwamba linakula upande wa kushoto, ndio katika tutapima, itatuonyesha kweli linakula upande wa kushoto au kweli linavuta upande wa kushoto au wa kulia. Hichi kitakuwa kinatuonyesha, mafundi tunafika tunatoa ile tatizo kwa haraka zaidi. Safi. Tunakuja kwenye upande wa kupima. Tutaweka hizi ngao zetu hizi kwenye hii pembezoni mwa ile ring au wheel. Tutagusisha hizi, hakikisha zinakuja zinagusa kwenye lile tairi. Baada ya hapo, tutahakikisha kwa chenye kioo sasa pana maji hapa. Haya maji hakikisha yanakaa center, yani katikati. Baada ya hapo, utakuja sasa huko kuamuru kuona kwamba pale maji kama yamekaa katikati, njoo somea huko. Ukikosea kule, utakosea hadi huku, haitakuletea majibu yaliyokuwa sahihi. Utakuja hapa sasa kwenye kupima ili ujue. Hebu nishikie maki. Kwenye kupima sasa, utabonyeza pana kioo hapa. Hichi kioo hapa pana mionzi ambayo itatoka hapa na kwenda kumulika kwenye hichi kioo. Kisha hichi kioo kishagusa hapo au mionzi, utakuja hapo kukuletea majibu kwamba inagusa kwenye upande gani, ndani au nje. Kisha wewe utafika utasogeza hii mwenzi wako kuleta hapa kati kwenye hii mistari mitatu. Utaweka kati, utaangalia huku hichi kipimo kinaonyesha ndani na nje. Kama kinaonyesha ndani na nje, wewe unapaswa kuangalia. Baada ya kusogeza hii rangi yako kuleta hapa kati kwenye hii mistari mitatu, utaangalia je, ipo ndani, ipo nje. Basi hapo ukishapata hiyo jibu,
Fundi kama fundi unatoka kwenye utendaji kazi wa kuweza kurekebisha na kurudisha kuweka sawa. Pengine simalize kabisa ili watu waje wenyewe. Mafundi watajionyesha tu wenyewe sana. Mimi bwana wa ushonaji. Ndio. Nataka nijifunze. Na ipatia wapi? Au nauza duka gani? Tatizo dogo sana unapozungumzia neno Moravian VTC. Hivi vitu vinapatikana. Yes. Tena wai mapema na sio peke yako. Kama kuna ndugu yako, rafiki yako, jirani yako, mwambie Moravian VTC. Hivi vifaa vinapatikana, na siku zote ujuzi fani ya magari ni fani ambayo yenye vipengele ambavyo wewe vinaweza kukogea faida kubwa sana.